Mwambie Bwana aseme na wewe. Fungua kinywa chako, omba mbele za Bwana, omba mbele za Bwana. Mwambie Roho Mtakatifu aongee na wewe. Nilikwambia unapoomba, maombi yanatengeneza mazingira ya Bwana kukuhudumia. Unapofungua kinywa chako, unamkaribisha Bwana apate kukuhudumia. Roho Mtakatifu anapenda ushirikiano. Roho Mtakatifu anapenda ushirikiane naye. Usifumbe kinywa chako, mwambie Bwana sema nami, sema nami, ongea nami jioni ya leo. Inawezekana hujapata nafasi katika siku zilizopita, lakini Bwana amekupa nafasi siku ya leo. Nahitaji kusikia sauti yako. Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya jioni ya leo. Tunatambua uwepo wako na nguvu zako. Hakuna mwingine kama wewe, hakuna wa kulingana na wewe. Peke yako umekuwa Mungu wa pekee na wa kweli. Bwana, tunakuadhimisha tena kwa ajili ya jioni ya leo. Watoto wako na watu wako na watumishi wako tumejisogeza mbele za uso wako, tuko mbele za uso wako. Ijulikane kwamba watoto wako tumemimina mioyo yetu kwako, tukiwa na shauku Bwana ya kukutana na wewe, tukiwa na shauku Bwana ya kusema nawe. Ruhusu nguvu zako, ruhusu uweza wako, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Jifunue Bwana jioni ya leo, tembea katikati yetu, maana ndivyo ulivyoahidi ya kwamba mtakuwa watoto wangu wa kike na wa kiume, na kati yenu nitatembea. Tembea Bwana, dhihirisha uweza wako, dhihirisha nguvu zako, kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Mungu akifanya jambo, sifikiri kafanya yote, anakuwa amefanya kwa sehemu. Unapoonyesha moyo wa shukrani, unafungua mlango wa Mungu kukutendea zaidi. Iliko na kusudi la Mungu ambalo ameliweka kwenye hayo mataifa. Tanzania kuwepo, imekuwepo kwa kusudi la Mungu. Unanielewa watu wa Mungu? Mimi nakwambia kiroho, sio kisiasa. Ukiona mambo yanaharibika, ujue adui amepata nafasi. Na nisikia, sio siasa imepata nafasi. Adui amefanya nini? Amepata nafasi. Ukiona mambo yaendi sawa, sisi tumepewa kuomba na kusimamia nchi katika ulimwengu wa roho. Lakini pia tumepewa kuomba Mungu kuinua watendakazi wanaosimama kwenye nafasi na nafasi. Usiombe tu bunge. Na hii ninatamani sana, sijajua mwenyekiti wa New Life kama mna mkakati wa kuwakusanya vijana wanaosoma sekondari, vijana wanaosoma shule ya msingi, vijana wanaosoma vyuo, kuandaa kiroho, kuwajengea misingi ya kiroho juu ya wajibu wao kwenye ufalme wa Mungu na wajibu wao kwa taifa lao, ili tangu wangali wadogo wakuwe na hiyo mbegu ndani, wakijua kwamba sisi tunatakiwa kusimama kwenye maeneo mbalimbali kumwakilisha Mungu, lakini na kulisaidia taifa letu. Leo tunalalamika sana tunapowaona watu wengine ni Wakristo wamepata nafasi mbalimbali, lakini wanazidiwa. Kuna vitu hawawezi kuvisimamia vikanyooka hivi. Unaanza kuwanyoshea vidole. La chungaji, tuliwaandaa wapi? Tuliwatengeneza wapi? Wapi tuliwaandaa? Kule Sunday school kuna watoto wa shule ya msingi, mnawafundisha nini? Mnawafundisha kwenda mbinguni au mnawafundisha pia wamjue Mungu, alafu wawe baraka kwenye taifa lao? Mnawafundisha nini? Vijana mnapoandaa mnawafundisha nini? Au mnawaambia siasa ni dhambi, alafu wakati huo huo mnaombea tena hiyo siasa kwamba Mungu
wasaidie viongozi wa nchi. Wanapatikaneje au viongozi? Lakini we mzazi, una mtoto unamsomesha, unamwambiaje? Unamweleza nini? Au unamwambia tu soma tu, na unamwambia ajira hakuna, ajira hakuna? Kwa nini usio unamwambia mwanangu, na kuamini wewe, Mungu amekuleta kwenye majira haya. Sikuombei tu kwamba upate ajira. Wewe ni job creator. Wewe ni mtengeneza kazi. Uwezo ambao unao kwenye akili zako utafanya watu wengine waishi. Wewe ni kama mti unaokua, utakaosambaa matawi na kuwa na majani mengi ili watu wapate kivuli chini yako. Kwa nini usimweleze? Mwambie Mungu atakapokupa nafasi ya kumtumikia kwenye nafasi yoyote kwenye nchi, hautaenda kutumika ili kutafuta hela, kwa sababu utakuwa na hela kabla hata ya kupata hizo nafasi. Kwa nini usimfundishe hivyo vitu, angalau uweze kuomba dakika chache, hata kama ni dakika 5. Fungua kitabu cha Yeremia. Fungua kitabu cha Yeremia. Nasikia mzigo sana kukueleza haya. Oh my Lord. Angalia Yeremia ile sura ya 29 mstari wa 7. Umeona mstari wa 7? Yeremia sura ya 29 mstari wa 7. Umeona Anasema, kautakieni amani mji ule ambao nimewafanya mchukuliwe mateka, mkauombee kwa Bwana, kwa maana katika amani yake mji huo ninyi mtapata amani. Nataka nikuonyeshe huo mstari. Mkauombee ule mji. Hapa kuwa anasema waombeeni watu, anasema ombeeni nini? Mji. Lakini sisi tunaombea nini? Taifa. Anasema katika amani ya mji ule mtapata amani, katika mafanikio ya mji ule mtafanikiwa. Katika mema ya mji ule mtapata mema. Ndio maana angalia mtu anayeombea nchi kwa mzigo. Kuna ofisi akiingia ni kama vile walimfahamu muda mrefu. Hata wale watu kiwauliza, kwa nini huyu mtu ni kama mnampokea hivi? Anasema basi tu tumejisikia. Sio kwamba wamejisikia, malango ya nchi yanamtambua kwa sababu anaipenda nchi na kuiombea. Mnanisikia watu wa Mungu? Mnanisikia watu wa Mungu? Mnanisikia watu wa Mungu? Nimeona nikwambie pande zote mbili uelewe. Kama wewe hujakutwa na jambo, kuna mwenzako amekutwa na jambo. Unapoiombea nchi, tunaiombea nchi ipone, uponyaji wa nchi. Na kuambia ukweli, wanasiasa hawawezi kuiponya nchi. Hata wakitumika wao kuongea, iwe ni mpango wa Mungu ameamua kuwainua. Lakini bila Mungu kuingilia kati, huwezi kuponya hivyo vidonda na kueleza. Huwezi kuponya. Huwezi. Ndio maana sisi tunatakiwa kuomba na msiwachukie watu. Mungu ajibu maombi ya wenye chuki. Simama kwa miguu yako. Funika macho yako. Fuatana na mimi maombi haya. Sema, Mungu lia hai. Mungu lia hai. Katika jina la Yesu, ninakuja mbele zako jioni ya leo. Katika jina la Yesu, wewe unalijua taifa letu la Tanzania. Unawajua wa Tanzania. Unaijua ardhi ya Tanzania. Unawajua viongozi wa Tanzania. Unajua kila kinachoendelea kwa siri na kwa wazi. Lakini hatuna Mungu mwingine wa kutusaidia Bwana isipokuwa wewe peke yako. Unajua uchungu na hasira iliyoko kwenye mioyo ya watu wako. Mungu ria hai ya makosa yanayotendeka kwenye taifa letu, kwenye kila eneo na kila mahali. Tulehemu Bwana. Tunatubu kwa ajili ya kanisa ambalo linakosa kusimama. Tulehemu Bwana. Tunatubu kwa ajili ya kanisa. Tunatubu kwa ajili ya viongozi wa kiroho, wahubiri.
tunatubu kwa ajili ya waombaji, tunatubu kwa ajili ya kila mtu aliyeko ndani ya kanisa ambaye umempa nafasi, Bwana, aliyetakiwa kusimamia kusudi lako ndani ya taifa hili. Tunaomba rehema, tunaomba rehema, tunaomba rehema. Badala ya kuomba tumekuwa na manunguniko, tumekuwa na manunguniko. Tunacha rehema, tunaomba toba, tunaomba rehema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunatubu Bwana, tunatubu Bwana juu ya kila uovu uliofanyika na unaofanyika kwenye taifa hili. Tunaomba rehema, tunaomba rehema, tunaomba toba katika damu ya Yesu. Wewe uliwaambia wana wa Israeli, ukawaambia wana wa Yuda, uombeeni ule mji amani ambao niliwachukua mateka, kwa kuwa katika amani ya mji huo ninyi mtakuwa na amani. Ukasema uombeeni huo mji. Leo tunaliombea taifa letu, taifa la Tanzania. Hatuna nchi nyingine isipokuwa Tanzania, hatuna taifa lingine isipokuwa Tanzania. Mungu ria hai, pamoja na mabaya mengi, lakini hii ndiyo nchi yetu, lakini hii ndiyo Tanzania yetu. Hatuna taifa lingine isipokuwa Tanzania. Tunakuja mbele zako, tunaomba toba Bwana kwa ajili yetu, kwa ajili ya viongozi wa nchi, viongozi wa kanisa. Tunaomba toba katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Ondoa hiyo huzuni, ondoa huo uchungu ndani ya taifa hili, ondoa hiyo laana, ondoa hiyo hasira, ondoa hicho kisasi ndani ya Tanzania, ndani ya Tanzania, ndani ya Tanzania, ndani ya Tanzania. Wainue wanawake na wanaume Bwana, ambao wanapitia maumivu, ambao wanapitia mateso, ambao wanapitia uchungu. Wakumbuke Bwana ndani ya taifa hili, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Tunawainua viongozi wetu, tunamuinua rais, tunawainua mawaziri, tunainua vyombo vya dola, tunainua mihimili ya mahakama, tunainua bunge, tunawainua wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi, makatibu, viongozi wa serikali za mitaa. Kila nafasi tunawaleta mbele zako. Tunaomba toba Bwana, tunaomba toba Bwana. Utulehemu sisi na wao. Hawa ni viongozi wa nchi hii, kumbuka rehema kwa ajili yao. Uwasaidie Bwana, uwatumie wewe kuwaponya watu wako, uwatumie wewe kuiponya nchi hii, uwatumie wewe kuwaponya watu wako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana. Hakikisha unaomba kwa ajili ya ardhi ya Tanzania, kwa ajili ya anga la Tanzania, kwa ajili ya viongozi wa Tanzania, kwa ajili ya wananchi wa Tanzania. Hatuna nchi nyingine wa Tanzania yetu ambayo Mungu ametupa. Hii ndiyo Tanzania yetu ambayo Mungu ametupa, na kilichotokea ni mpango wa adui, ni mpango wa shetani. Hakuwa mpango wa mwanadamu, haukuwa mpango wa mtu, bali ni mpango wa shetani. Alitafuta kuliangamiza nchi hii, lakini hataiangamiza. Omba mbele za Bwana, toa sauti mwanamke. Hii ndiyo nchi, hawana Tanzania nyingine. Kandarobo sandarabakora rimandarabasa risandarabakora basaya andorobosa rimandarabakora rimandarabasia. Bwana, taifa lako walipolia, ulisikia kilio chao, uliona machozi ya wanawake na wanaume walipolia mbele zako. Bwana, wewe ulisikia. Ni
ndivyo tunavyoomba kwa ajili ya Tanzania. Oh, Tanzania ni ya kwako. Tanzania inapona, Tanzania inainuka, Tanzania itapona, Tanzania itainuka, haitapoteza mwelekeo Tanzania. Kandarabosa rabashandarabakora rimandarabasa. Kumbuka ule mpango wako Bwana kwa ajili ya Tanzania, kwa ajili ya taifa hili. Kandarabasaka, hii ndiyo nchi yao, 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 hii ndiyo nchi ya Tanzania. Kandarabasana rimandarabasa rindorobosandaya rimandarabakora rimandarabasiria rikokondorobosa. Iponye nchi hii Bwana, iponye nchi hii Bwana. Ponya hao viongozi, ponya hivyo vyombo vya dola, ponya hilo bunge, ponya hiyo mahakama. Inue nchi hii kwa upya. Achilia damu ya Yesu, achilia damu ya Yesu. Kila mkakati wa kuzimu juu ya nchi hii hautasimama tena, hautasimama tena. Ewe mkakati wa kuzimu, ewe mkakati wa adui, ewe mkakati wa kuzimu, hautasimama juu ya nchi hii. Tunapeleka damu ya Yesu kila mahali kwenye taifa hili, tunapeleka damu ya Yesu. Hiyo damu ya Yesu inaonena uzima, hiyo damu ya Yesu inaonena ukombozi, hiyo damu ya Yesu inaonena uponyaji. Iende Tanzania nzima, iende Tanzania nzima, iende Tanzania nzima, iende Tanzania nzima, iende Tanzania nzima. Nuru yako Bwana ipate kutokeza Tanzania, nuru yako Bwana ipate kutokeza Tanzania, nuru yako Bwana ipate kutokeza kwenye taifa hili. Kama robo sandara bakora risandara bakora basaya, hakutakuwa na laana kwenye taifa hili. Damu ya Yesu iende kwenye ardhi yote ya Tanzania, damu ya Yesu iende kila mahali Tanzania. Iponye hayo majeraha, iponye hivyo vidonda, iponye hayo majeraha, iponye hivyo vidonda, iondoe hiyo usuni, iondoe hayo maneno, iondoe hivyo vilio. Kandarabasandarabakorabasaya, ingilia kati Bwana kwa ajili ya taifa hili, kwa ajili ya Tanzania, kwa ajili ya Tanzania. Tanzania, Tanzania, wewe ni wa Bwana. Tanzania, Tanzania, wewe ni wa Bwana. Tanzania, Tanzania, wewe ni wa Bwana. Tanzania, Tanzania, kandarabasandarabakora rimandarabasa, wewe ni wa Bwana, wewe ni wa Bwana, wewe ni wa Bwana, wewe ni wa Bwana, wewe ni wa Bwana Tanzania, wewe ni wa Bwana Tanzania, wewe ni wa Bwana, wewe ni wa Bwana, wewe ni wa Bwana. Karoho sikirianda rimandara bakora rimandara basiria rikotorobosa rikatarabasa kandorobosi. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, wainue vijana wa Tanzania, wainue wanawake wa Tanzania, wainue mabinti wa Tanzania, wainue wazee wa Tanzania, wainue Bwana, wainue Bwana. Kila moyo ulioinama, kila moyo uliokata tamaa, upokee tumaini jipya. Tembea kwenye nchi hii, sema na kila familia, sema na kila kiongozi, sema na kila kiongozi, sema na kila kiongozi, sema na kila kiongozi, sema na kila kiongozi Bwana, sema na kila kiongozi. Iponye nchi hii kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu aliye hai. Waponye viongozi wa nchi hii, mponye rais, ponya mawaziri, ponya viongozi wote. Nuru yako iwazukie, hekima yako ingie ndani yao, ufahamu wako uje, mapenzi yako yaingie ndani yao, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu aliye hai.
Endelea kidogo, vunja huo mpango wa kuzimu. Vunja kwa dakika moja, sema na vunja kila mpango wote wa kuzimu, mpango wa adui. Vunja kwenye taifa hili. Usikae mtu wa Mungu, usikae. Haya maombi yanakuhusu. Usikae mtu wa Mungu, usikae. Haya maombi yanakuhusu. Vunja kila mpango, vunja kila mkakati. Waombee watu waliokaa kwenye nafasi mbalimbali. Wajue Mungu anaitembelea Tanzania. Wasifanye makosa. Mungu anapokuja Tanzania, hakikisha unakuwa mpole, kwa kuwa Mungu ndiye mkuu, kwa kuwa Mungu ndiye anayefanya. Vunja mikakati yote ya siri, mikakati yote ya kipepo, mikakati yote ya giza kwenye taifa hili. Tunapeleka damu ya Yesu kuanzia Ikulu, njoo bunge, njoo mahakama, achilia damu ya Yesu. Vunja kila mkakati ambao adui anataka kupanda kwenye taifa hili. Tunapindua kwenye ulimwengu wa roho kila shauli la giza, kila shauli la adui, kila shauli la kipepo, kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Mshukuru Mungu. Keti dakika moja. Usiishi kwa mazoea. Mnanisikia? Usiishi kwa nini? Ni ushauri wangu tu, usiishi kwa mazoea. Mambo yanabadilika kwenye ulimwengu wa roho. Usiishi kwa mazoea. Muombe Mungu hekima. Ombea nchi yako. Fanya kwa uadilifu kazini. Hasa wewe ambaye ni Mkristo, fanya kwa uadilifu. Usiwe mjanja. Ujanja una mwisho, utakufa vibaya. Mungu akikumbuka watu wake hanaga mchezo. Kwa jifunze kuishi kwa nidhamu, alafu wapende watu. Ndio sababu umepewa hiyo nafasi. Ukiteuliwa, ukiaminiwa na Mheshimiwa Rais, wapende watu. Ni baraka kubwa sana kuwapenda watu na kuwatumikia. Kama watu wanakupa vitu, acha wakupe vitu kwa hiari yao. Usitengeneze mazingira ya kupata vitu kwa watu. Mnanisikia nachosema? Mnanielewa watu wa Mungu? Sinajua wengine mko hapa, mko serikalini, kwenye nafasi yoyote ile, hata kama ni ndogo kabisa, unasema tu mimi ni mwalimu wa sekondari, sijui mwalimu wa shule ya msingi. Kwenye nafasi hiyo onyesha uaminifu wa Mungu. Amen. Kama umenielewa sema amen. Sasa kwa dakika chache nataka tukaombe pia juu ya familia na maombi mengine ambayo tutamalizia hapa, lakini nataka niseme kitu kwa dakika chache. Bado dakika chache sana hapa. Andika. Kumbuka nilikwambia namna ambavyo Roho Mtakatifu anafanya nini? Anavyoleta uamsho wa nini? Wa kiroho. Somo lilikuwa linasema Roho Mtakatifu anavyoleta uamsho wa kiroho ndani yako. Sasa namna gani analeta? Tunazungumza njia anazotumia Roho Mtakatifu kuleta uamsho wa kiroho. Njia ya kwanza, na Roho Mtakatifu ananihimiza hapa, usiongelee vibaya nchi yako. Tazame jirani yako, mwambie umemwelewa mwalimu? Usifanye nini? Usiongelee vibaya. Nimesema nchi. Usiongelee vibaya. Omba. Usiongelee vibaya. Aya. Namna ambao Roho Mtakatifu analeta uamsho wa kiroho ndani yako. Nikwambia namna ya kwanza, njia ya kwanza, anaachilia roho ya toba. Tena toba iletayo wokovu, si ndio? Nikasema njia ya pili, anaachilia nini? Analeta nini? Moyo wa ibada. Wangapi wanakumbuka mpaka hapo? Nikasema moyo wa nini? Wa ibada, ili uweze kuinua madhabahu ya ibada ndani yako. Nikakueleza namna ambavyo ibada ni lango kubwa sana la Mungu kufunua utukufu wake. Ile siku nilizungumza nikasema, kumbuka wakati Musa anaweka wakfu lile hema, utukufu wa Mungu ulifanya nini? Ulijaa kwenye hema.
Mtu anayejifunza kumtolea Mungu ibada ya kweli, sio ibada tu ya kuja kanisani kiutaratibu. Ibada ya kweli kwenye Agano Jipya inaanzia ndani ya roho yako. Mnanisikia nachosema? Inaanzia ndani yako. Na nikakwambia Mungu anawatafuta watu kama hawa, na nikakueleza ibada ni kitu kikubwa sana, kwa sababu nikasema unapofanya ibada kuna agano linahuishwa, kuna agano linafanyika. Unapofanya ibada kuna ushirika unajengwa. Unapofanya ibada katika roho na kweli kuna ushirika unajengwa. Ndio maana wakati wote ambao taifa la Israeli liliingia kwenye matatizo makubwa ni pale lilipoacha kumfanyia Mungu ibada na kufanya ibada kwa miungu mingine. Nikakwambia unapozungumza ibada, ndani yake ukisikia neno kumtumikia Mungu, kusujudu, kuabudu, hivyo vyote vinazungumza juu ya ibada kwa Mungu. Haleluya! Kumtolea Mungu dhabihu ni matendo ya ibada. Wakakusanyika wakamsifu Mungu na kuomba ni tendo la ibada. Na nikakwambia ukisikia ibada maana yake kuna madhabahu, na ukisikia madhabahu maana yake yuko Mungu wa hiyo madhabahu. Biblia inasema hivi kwenye Ufunuo ile sura ya 5, sawa, mstari wa 9 na wa 10, nao waimba wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kusifungua muhuri zake. Kwa nini? Kwa kuwa ulichinjwa, si ndio? Kwa damu yako ukamnunulia Mungu wetu watu wa kila kabila na lugha. Aliwanunua Wandari, akawanunua Wanyakyusa, akawanunua sijui Wanyiha, akawanunua Wachaga, akawanunua Wamasai, akawanunua Wafipa, akawanunua Wanyamwanga, akawanunua Wameru, akawanunua Wajapani, kanunua watu wa kila kabila na nini na taifa. Alafu alipowanunua anasema ukawafanya kuwa ukuhani na ufalme. Kwa si tu kwamba tunapokea ufalme wa Mungu, lakini ndani yetu tumepokea ukuhani. Haleluya! Na kama tumepokea ukuhani, maana yake masuala ya ibada. Kuhani ni msimamizi wa masuala ya nini? Ya ibada. Maana yake masuala ya ibada yanatakiwa kuanzia ndani yetu. Na nikakuonyesha kwa mifano namna ambavyo ibada zilipofanyika vizuri zilileta mabadiliko makubwa mahali ambapo ibada zilifanyika, kwenye familia, kwenye taifa na kwenye ulimwengu. Nikakwambia Nuhu alipotoka kwenye safina, cha kwanza alimfanyia Mungu nini? Ibada. Akainua madhabahu, akatoa dhabihu. Lakini nikakuonyesha vitu vingi. Na Mungu alichokuwa anasisitiza, cha kwanza wakati anawaambia taifa la Israeli waingie, kwa kiingia kule Kanani, cha kwanza alikuwa anawasisitiza mjihadhari na wenyeji wa nchi. Msije mkafanya maagano, sio na mashetani kwanza, na wenyeji wa nchi. Msije mkala viapo na wenyeji wa nchi. Tena akasema msitoe tu hata watoto wenu wakaolewa kwao, na wala wa kwao kuolewa, wala mkaitwa kuila sadaka. Kwa nini anazuia wasiende kuila sadaka? Kwa sababu wakienda kula sadaka wameshiriki nini? Ibada. Ndio maana ukiitwa kwenye chakula, mtu anakuita anakuambia twende tukale chakula, tumeandaa kama familia nzima, unatakiwa ujiombee sana, kwa sababu hujui hicho chakula wao wanakifanya kama ibada au ni chakula tu cha kawaida. Oh my Lord. Wewe unasikia tu anakuambia tumeandaa chakula, tumechinja kuku wengi, na unasema wow, kuku. Unasema hamna shida, ngoja tufike sasa. Unafika pale unakula tu, kumbe wenzako ni ibada. Mungu akikukataza usiende. Na wengi tumeshiriki ibada za namna hiyo, na zinaleta mateso kwenye maisha yetu. Ibada za vyakula, ibada watu wananuizia na ile chakula kile. Wewe unakiona, inakwambia kwani chakula kinakuwa ibada? Kile chakula inakuwa ni sadaka kwa Mungu wao. Kwa hiyo kuna kushiriki chakula kama ibada kabisa, sadaka kwa Mungu wao. Unasema tu kwani kuna shida gani? Kuna shida gani? Kale uone kinachotokea. Nguvu za maombi hamna, unaanza kuona maluelue. Ukisoma Biblia unasahau.
Unaona hapa kama nafundisha, mwingine ukimuuliza jana tumefundisha nini, akili zina rodi mpaka zinafika mwisho, alafu asikumbuke alijifunza nini. Ukimwambia umekula nini jana, anakumbuka. Nyumbani umekula nini, anakumbuka, lakini alichojifunza jana hapa anapata shida kweli. Unafikiri akili zake zimefanywa nini? Wamezichakachua. Vyakula hiyo misosi watu wanaopenda kula. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Njia nyingine ya mwisho kwa leo ambao Roho Mtakatifu huwa anatumia, sawa, huwa anatumia ujazo wa nguvu zake. Akitaka kuleta uamsho anatumia ujazo wa nguvu zake. Ujazo wa nguvu zake. Matendo ya Mitume ile sura ya kwanza mstari wa 8. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8. Anasema nanyi mtapokea nini? Mtapokea nini? Mtapokea nini? Tamka kwa nguvu. Mtapokea nini? Mtapokea nini? Mtapokea nini? Atakapofanya nini? Atakapoachilia Roho Mtakatifu. Alafu anasema ndipo mtakapokuwa mashahidi wangu, si ndio? Kuanzia Yerusalemu, Yudea yote mpaka Samaria, si ndio mpaka miisho ya nchi. Maana yake huwezi kuwa shahidi wa Kristo bila kupokea nini? Nguvu. Kwa ukiona watu wanazimia, wanachoka kanisani, wachungaji, watumishi wa Mungu, ukiona watu wanachoka, watu wanazimia, sio kwa sababu ya mapito, ni kwa sababu Roho Mtakatifu na nguvu zake vimekosekana. Unajua, ukikosa nguvu za Roho Mtakatifu unabaki na staili. Tunasema staili, nikisema staili mnanielewa. Unabaki umeshika mapokeo ambayo mapokeo hayamuondoi shetani wala pepo. Mapokeo hayaleti uzima. Sasa mapokeo sio mabaya, lakini mapokeo ambayo Roho Mtakatifu ameondolewa ndani yake ni mabaya, ni kifo. Mnanielewa nachosema? Mnanielewa nachosema? Ndio maana akisha kuajilia Roho Mtakatifu mtapokea nguvu. Andika Waamuzi 6, unasimama na kusimama. Gideon pepo zilimuingia ndani, hasikumuingia, hasikuwa ndani, lakini zile pepo, zile roho za miungu zilikuwa zimekamata ulimwengu wa roho. Kuzuia nini? Uwezo wa Gideon. Biblia inasema malaika alipokuja akasema, Bwana yu nawe ewe nani? Ewe shujaa. Mbingu zinaona ushujaa. Waamuzi sura ya 6 kuanzia mstari wa 11 mpaka wa 33. Mbingu zinaona ni nani? Shujaa. Alafu angalia, yeye akasema kama Mungu yuko pamoja nasi, mbona ametuacha tuteseke? Mbona tunafanya hivi? Walikuwa na umaskini wa viwango, kama ambavyo unasema familia yangu maskini, afu mbinguni wanaona matajiri. Mko tayari tuombe, watu wa Mungu? Kila kipawa kilichoharibiwa na nguvu za giza, jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo, kirejeshwe Bwana, kirejeshwe Bwana, kirejeshwe Bwana, kirejeshwe Bwana. Hivyo vipawa kwenye familia, kila kipawa cha watoto wangu kilichozikwa, kilichofukiwa na nguvu za kichawi, na nguvu za kiganga, na nguvu za miungu, na nguvu za mashetani, jioni ya leo kinafukuliwa, kinaachiliwa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninawaleta hao watoto wangu, ninauleta huo uzao wangu mahali popote walipofungwa. Ninapeleka damu ya Yesu, inawatoa kwenye hivyo vifungo. Enyi vifungo,
kifungo cha ulevi, kifungo cha uzinzi, kifungo cha umaskini, kifungo chochote cha giza, jioni ya leo ninapeleka damu ya Yesu. Damu ya Yesu inawafungua, inawaondoa kwenye hayo mashimo walikofichwa, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana, jioni ya leo ninaiita nguvu ya Roho Mtakatifu, nguvu ya Mungu kwenye maisha yangu. Hiyo nguvu ya Roho ije ndani yangu, ije ndani yangu, ije kwenye maisha yangu. Nguvu ya Roho Mtakatifu, njoo, 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 njoo. Yes, yes, yes. Njoo, njoo kwa watoto wangu, njoo kwenye maisha yangu, njoo, 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 njoo kwa damu ya Yesu. Nataka ujiombee sasa. Fungua kinywa chako, usimwangalie jirani yako. Hii ni dakika chache tunaomba. Wale walio na haraka, naomba muandae na chombo cha sadaka pale, chombo cha sadaka pale, chombo cha sadaka, chombo cha sadaka muweke pale pia. Wale watakao kuwa wanakuwa na haraka, ukiona umeomba unatoa chombo cha sadaka haraka. Chombo cha sadaka muweke pale. Fungua kinywa chako, nguvu za Roho Mtakatifu ziko hapa. Usiondoke kama ulivyoingia. Nasema usiondoke kama ulivyoingia mama, usiondoke kama ulivyoingia kijana, usiondoke kama ulivyoingia baba. Unatakiwa kuomba, mwambie Roho Mtakatifu, njoo kwangu, fungua maisha yangu. Ninaiona nguvu ya Mungu hapa. Nimezungumza shuhuda nyingi kwa sababu kuna watu hapa Roho wa Mungu anataka kuwatoa na wao, anataka kurejesha huo uwezo, anataka kurejesha hiyo akili kwa watoto wako, anataka kurejesha kilichoibwa kwenye maisha yako. Fungua kinywa chako, fungua kinywa chako, kandarabosa, fungua kinywa chako. Iko power, iko power, iko nguvu, iko power. Huko upako juu yako, yako machilio ya nguvu za Bwana kwenye mikono yako, kwenye kifua chako, kwenye miguu yako. Huo uchawi ulioteka hatua zako, huo uchawi unaozuia uchumi wa familia, unapasuliwa leo, unapigwa leo, unapasuliwa leo, unaibuliwa mahali ulikofichwa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hiyo afya wanayoiharibu hawataiharibu tena. Endelea kuomba. Fungua kinywa chako, fungua kinywa chako baba. Hata kama huwezi kuomba, mwambie Yesu, nisaidie. Mwambie Yesu, saidia familia yangu. Mwambie Yesu hayo maneno tu. Omba kwa hayo maneno, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Yes, yes, yes. Fungua kinywa chako. Omba mama, omba baba, omba binti, omba kijana, kwa damu ya Yesu. Mandarabasa, mandarabasa. Endelea kuomba, mlilie Bwana, mwambie nisiondoke hivi hivi, nataka niondoke hapa. Kesi yangu imeisha, kesi yangu imeisha. Nataka leo ninapotoka hapa, kesi yangu imeisha. Huko kwenye ndoa ninapeleka moto, ninapeleka moto, ninapeleka moto, ninapeleka moto, ninapeleka moto, ninapeleka moto kwa hao watoto wako, kwa hiyo familia, hiyo familia, hiyo familia, hiyo familia, hiyo familia. Yes, yes, yes. Pokea moto, pokea moto wa Bwana, kandarabasa, kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba, usichoke, usichoke mtu wa Mungu. Uchofukiwa kinaondolewa,
kila kilichofukiwa kinatoka. Wale ambao hatima zao zimefukiwa kwenye makaburi, ninapeleka moto, ninapeleka moto, ninapeleka moto, ninapeleka moto, ninapeleka moto, ninapeleka moto kwa damu ya Yesu. Endelea, 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 usiache. Jesus, Jesus, Jesus. Mtumishi ndio, lakini hiyo vita Bwana anaingilia kati. Bwana anaingilia kati kwenye ndoa, anaingilia kati kwa watoto wako, anaingilia kati kwenye uchumi. Ninaiona mikono hiyo inatakasika, ninaiona hiyo miguu inaachiliwa, ninaiona hiyo mikono inatakasika, ninaiona hiyo mikono iliyokuwa inapoteza fedha inakombolewa, inakombolewa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Yes, 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 yes. Hiyo mikono inapokea moto, inapokea moto, inapokea moto wa Yesu, moto wa Yesu, moto wa Yesu. Kuna watu Roho Mtakatifu ameahidi kuwaponya, ameahidi kuwafungua. Kuna watu, pokea huo upako juu yako, huo upako wa kuvunja nila, huo upako wa kuvunja nila, huo upako wa kuvunja nila, huo upako wa kupasua nila. Kando robosa kwa damu ya Yesu. Pokea hiyo neema. Yes, pokea hiyo neema. Usiache kuomba, usiache kuomba. Inua mikono yako baba, endelea. Pokea hii neema. Hii ni fire, fire. Hii ni fire, fire. In the mighty name of Jesus. Ninaiona neema, ninaiona neema juu yako, ninaiona neema juu yako, ninaiona neema juu yako. Tangaza uponyaji. Ninaingia kwenye ulimwengu wa roho wa mtu aliyeteseka miaka na miaka na magonjwa. Ninatangaza afya, ninatangaza uponyaji. Chomoka ndani yake in Jesus name. Yes mama, shika kwa juu in Jesus name. In Jesus, nakuombea mtumishi wa Mungu, nakuombea mama. Kwa Mungu hakuna linaloshindikana. Nakuombea sasa in Jesus name. In Jesus name, pokea kuwekwa huru. Weka hivi mbele mama yangu. In Jesus name, napeleka damu ya Yesu. Hakuna kukwama, hakuna kuharibikiwa. Ninaituma damu ya Yesu, naituma damu ya Yesu kwa huyu mtoto, naituma damu ya Yesu. Maisha yake yanafunguliwa, apokee ufungulivu, apokee kuwekwa huru katika jina la Yesu.